Mwana wa Mungu aliye hai. Tangu siku ya Jumapili, habari njema za Yesu Kristo zimekuwa zikinenwa mahali hapa katika anga la Kongwa, mkoa wake wa Dodoma huu, na watu wameokoka na watu wamefunguliwa. Na leo ni siku yetu ya ngapi? Siku yetu ya 7. Tuko hapa. Niongeze besi kidogo, nipunguzie hapo kamwangu kidogo. Niwakaribisha tena katika jioni hii wakazi wa Kongwa wote tulioko sokoni hapa, tunaouza na kununua, na tulioko madukani, na tulioko majumbani. Ni saa ya kumsikiliza Bwana sasa. Ni saa ya habari njema. Ni saa ya habari inayoleta matumaini. Wote mnauza na kununua, nisikilizeni tu. Nipeni dakika chache. Ni muda mdogo, lakini ambao utakuwa na matokeo makubwa kwenye maisha yako. Utanisikiliza kwa madakika machache, lakini utapata jambo kubwa ambalo litakusaidia katika maisha yako yaliyosalia hapa duniani. Tukayasome sasa maneno ya Mungu. Nitakusomea mistari michache. Kitabu cha Mhubiri sura ya 8 kuanzia mstari wa 11. Biblia inasema, kwa sababu hukumu juu ya tendo baya haitekelezi upesi, mioyo ya wanadamu hudhibitishwa na nia yao ili kutenda mabaya. Ajapokuwa mwenye dhambi amefanya maovu mara 100, akazidisha siku zake, lakini hata hivyo najua hakika ya kwamba itakuwa heri kwao wamchao Mungu, wenye kicho mbele zake. Walakini haitakuwa heri kwa mwovu, wala hatazidisha siku zake zilizo kama kivuli, kwa sababu hana kicho mbele zake. Isaya sura ya 24 tusoma 19 na 20. Linasema, dunia inavunjika sana, dunia kutikisika. Isaya 24:19, dunia inavunjika sana, dunia kupasuka imepasuka sana, dunia kutikisika imetikisika sana, dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawewea kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Warumi sura ya 6. Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Haleluya, haleluya. Kwa kawaida katika uumbaji wa mwanadamu, uumbaji ambao aliofanya Mungu, mwanadamu aliumbiwa kitu kinachoitwa kuabudu. Mwanadamu yeyote aliyezaliwa na mwanamke ana asili ya kuabudu. Ongezea besi kidogo. Ana asili ya kuabudu, ana asili ya kufanya ibada. Ibada hii anayoifanya inaweza ikawa ni ibada kwa Mungu aliye hai, au inaweza ikawa ni ibada kwa miungu. Na duniani hapa iko miungu mingi. Wako wengine wanaabudu mawe, wengine wanaabudu miti, wengine wanaabudu wanyama. Na kila dini hizo ambazo wanazoziabudu wanazitumaini na wanazitegemea, lakini hazijakuwa na msaada katika maisha yao. Na iko dini nyingine ya watu wanaomwabudu Mungu aliye hai, watu wanaomwabudu
Dini hiyo ina majibu na Mungu wao ana majibu kwenye maisha ya hao watu. Haleluya, haleluya. Sasa sikiliza habari hizi. Biblia inasema kwa sababu hukumu ya tendo baya haitekelezi upesi, mioyo ya wanadamu huthibitishwa ndani yao na kudumu kuendelea kutenda yaliyo mabaya, yaliyo machukizo. Ili kwa sababu wanapotenda mabaya hawaoni hukumu hapo hapo on the spot, hawaoni hukumu ama adhabu kwa muda huo huo wanapotenda dhambi. Haleluya, 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 haleluya. Kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali yoyote inazo sheria na zake. Mtu anapovunja sheria ya nchi, maana yake kiko chombo kinachohusika kumshughulikia mtu huyo. Maana yake unapoiba unakamatwa, na kisha kamatwa unafungwa. Hizo ni sheria za dunia na ni sheria za nchi. Lakini kwa sababu hakuna sheria ya mtu anayeroga, kwamba mtu akiroga akamatwe, na hakuna jela wala gereza la wachawi, na hakuna jela wala mahakama ya walevi. Na kwa sababu hiyo mtu anapokuwa ni mchawi, anapokuwa ni mlevi, ameanza tabia hiyo ya dhambi tangu angali bado mdogo, na mpaka amekuwa, roho yake imekubuhu, roho yake imeota sugu kwa sababu ya dhambi anazozifanya tangu akiwa mdogo. Ameanza kuroga bado mtoto mdogo, yani bado binti mdogo, yani bado kijana mdogo. Jambo kuzini, mbona ni kawaida maisha yako kulewa pombe mpaka unajikojolea? Mbona ni kawaida maisha yako? Mbona haya ndio maisha? Kupanda ungo usiku, kuruka na kupana na kukimbia na fisi, mbona ndio kawaida maisha yako? Kuvunja ndoa za watu ni kawaida maisha yako. Kumbuka nikwambia habari hizi, nasikiliza kwa makini habari hizi. Dunia hii inavunjika na pengine utavunjika wewe. Haleluya, 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 haleluya. Dunia haitavunjika unapoiona kwamba uone Tanzania imevunjika, imekuwa vipande vipande. Utavunjika wewe ambaye maisha ya dhambi umechukulia kama ndo kawaida ya maisha yako. Umechukulia zina kama ndo kawaida ya maisha yako. Umechukulia uchawi kama ndo kawaida ya maisha yako. Na wakati bado una dini yako, na wakati bado unaabudu. Sikia mwanamke, sikia mwanaume, dunia inapoanguka kwa sababu ya mzigo wa dhambi, maanake wewe mwenye mwanamke unapoanguka kwa sababu ya mzigo wa dhambi, hakuna anayeweza kukuinua. Haleluya, 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 haleluya. Hakuna anayeweza kukusaidia, hayupo anayeweza kukusaidia baada ya anguko lako kubwa la matokeo ya dhambi zako. Hakuna anayeweza kukusaidia mwanamke, hakuna anayeweza kukusaidia mwanaume utakapofumaniwa, hakuna atakayeweza kukusaidia utakapokamatwa umeenda kuroga, hakuna atakayeweza kukusaidia. Itakuwa ni anguko lako utakapokamatwa mwanaume, utakapokamatwa kijana, hakuna atakayeweza kukusaidia. Dunia hii iliyoharibika, dunia ambayo imejaa machukizo mengi. Hapa Kongwa, wanaume wa Kongwa, wanawake wa Kongwa, na wazee na vijana, hayo maisha ya dhambi ambayo umeyazoea, uko wakati unakuja na umefika wakati ambapo utaanguka, na anguko hilo hakuna atakayeweza kukusaidia, kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni magonjwa kufisha. Mshahara wa dhambi ni magonjwa yanaua. Mshahara wa dhambi ni mauti. Utakapolipwa mshahara wa hayo madhambi yako, utakapolipwa, hakuna kazi isiyokuwa na malipo, hakuna kazi isiyokuwa na mshahara, hakuna kazi isiyokuwa na ujira. Unafanya dhambi sana,
na umezizoea sana, na mpaka umekuwa sugu. Ujira wako ni mauti, ujira wako ni magonjwa kufisha. Utakapopigwa na ugonjwa kufisha, ambao hata kama ukienda Muhimbili, hata kama ukienda hospitali yoyote ya kimataifa, wakipima hawaoni ugonjwa, wakipima hawaoni tatizo. Na ndio maana leo hii unahangaika, leo hii unateseka, kwa sababu umelipwa mshahara. Umehangaika, roho yako, mwili wako unaumia, unateseka. Magonjwa hayaishi, kila kunapokucha magonjwa hayaishi, magonjwa hayaishi, na yenyewe hayaponi. Kifua hakiponi, tumbo haliponi, kichwa hakiponi. Wengine imepigwa stroke ya upande mmoja, wengine stroke ya miguu, wengine stroke ya mikono. Hamwezi tena kufanya kazi kwa sababu umelipwa. Ulipo unachezea maisha ya watu, unaroga watu, unatembea na wake za watu, unaondo starehe. Walipokuendea kwa waganga, wakakutundika ugonjwa, wakakuroga kabisa kwa sababu ya maisha yako ya dhambi. Leo unahangaika, leo unateseka, hata msaada haujapata, hata msaada haujaona. Umekimbia kwa waganga wa kienyeji wa Sumbawanga, mpaka moyo umeenda, lakini bado hujaona msaada, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, na hakuna anaweza kuiondoa mauti kwa mwanadamu, haipo. Ukishalipwa mshahara wa dhambi kwenye maisha yako, ukaingia kwenye mwili wako kajaa mateso ambayo ni malipo ya dhambi. Hakuna mwanadamu yeyote, hakuna mganga yeyote Tanzania, hakuna mganga yeyote duniani anayeweza kuondoa mshahara wa dhambi kwenye maisha yako. Dhambi imekutesa, dhambi imekukamata, dhambi imekutafuna, dhambi imekukamata, imekutesa, imekuhangaisha, imekusababishia mateso, hata hauna amani na maisha yako. Roho yako yenyewe inakusuta, roho yako yenyewe inakuhukumu kwa sababu ya damu ulizoziua. Umeua watoto wengi, mpaka roho yako yenyewe inaanza kuhukumu. Umeharibu maisha watu wengi, mpaka roho yako inakusuta. Na pengine unawaza msaada upate wapi, na pengine uliwaza msaada upo kwa mtume, ukaenda haukupata msaada. Na pengine ukawaza niende kwa nabii, ukaenda haukupata msaada, kwa sababu ya malipo ya mshahara wako wa dhambi, kwa sababu ya malipo ya dhambi ulizofanya. Umeenda, umehangaika, msaada haujapata, mpaka umejikatia tamaa ya maisha, umejikatia tamaa ya kweli, kwa sababu ya mateso unayoyapata baada ya dhambi ya maisha unayoyaishi. Leo sikiliza habari hizi nikwambie, umechakaa vya kutosha kwa sababu ya maisha dhambi. Umeharibikiwa vya kutosha maisha yako kwa sababu ya maisha dhambi. Dhambi imekusababishia uwe na maisha yasiyokuwa na mwelekeo, uwe na maisha yasiyokuwa na heshima, maisha yasiyokuwa na heshima katika mtaa wako, uwe na maisha yasiyokuwa na heshima katika jamii yako, uwe na maisha yasiyokuwa na heshima katika ukoo wako kwa sababu ya maisha ya dhambi. Lakini leo sikiliza habari hizi. Yuko mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo. Yeye alikuja ili kuwatafuta wote ambao wamelipwa mshahara wa dhambi, wamehukumiwa hukumu ya mauti, wamehukumiwa hukumu ya kifo kwa sababu ya maisha ya dhambi. Yeye huyo amekuja, huyo ambaye sasa kwake yeye mtu yeyote akimwendea, aliyechakaa, aliyehukumiwa kifo na maisha ya dhambi, akamwendea Kristo, akamfuata Kristo, na Kristo kazi yake ni moja tu, ni kukamata ile roho ya dhambi iliyekutesa miaka mingi. Akishaikamata roho ya dhambi kutesa miaka mingi, anaing'oa ndani. Akishaing'oa ndani ya maisha yako, sasa unakuwa kiumbe kipya. Maanake nini?
yale magonjwa yote ambayo yaliletwa na maisha ya dhambi, yale mateso yote yaliyoletwa na dhambi, yanafagiwa yote, yanaondoka yote. Unakuwa unarejeshewa hali yako ile ambayo ni ya zamani, ambayo ulipoteza. Haleluya, 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 haleluya. Yesu Kristo hazuiliwi na dini kukuokoa. Yesu Kristo hazuiliwi na dini yako kukuokoa. Yesu Kristo hazuiliwi na madhambi mengi uliyoyafanya kukuokoa. Yesu Kristo hazuiliwi na desturi yako kukuokoa. Yesu Kristo hazuiliwi na tamaduni yako kukuokoa. Yeye akisha kukupenda, yeye akisha kukuchagua, anakwenda na vunja kwanza vile vinavyokuzuia kuokoa, alafu anakuokoa, anakuleta kwake. Haleluya, 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 haleluya. Maisha ya dhambi uliyoyazoea, siku moja utapita kama kivuli kinavyopita, kama kivuli kinavyopita. Maisha mwenye dhambi hana kitambo kirefu, kwa sababu dhambi inaambatana mshahara wake ambao ni mauti. Mtu mwenye dhambi, usalama wake wa maisha ni mdogo sana. Usalama wake wa kuishi ni mdogo, kwa sababu anatembea na roho ya mauti ambao ni mshahara wake. Anatembea nayo, muda wowote anaweza akafariki. Naweza mkashangaa mmeamka ni mzima, kesho mnasikia mtu hayupo, kwa sababu anatembea na mshahara, maripo ambao ni mauti. Anatembea nayo kwa sababu yeye ni mchawi, yeye ni mzinzi. Muda wowote maripo anaweza kayapata kutokana na maisha yake. Haleluya, haleluya. Wewe kijana wakongwa, usalama wako ni mdogo. Mwanamke wakongwa, usalama wako ni mdogo. Usalama wako ni mdogo kwa sababu wewe unarogeka kirahisi sana. Usalama wako ni mdogo kwa sababu pepo wakija kwako wanaingia kwa haraka sana. Usalama wako ni mdogo kijana, usalama wako ni mdogo mwanamke. Wewe unasikia habari hizi, usalama wako ni mdogo. Usijitanganye kwa sababu umefanya madhambi sana, hujaona hatari yoyote. Usijitanganye kabisa, kwa sababu umefanya madhambi sana tangu umekuwa kijana mpaka umekuwa mtu mzima, haujaona madhara yoyote. Usijitanganye, bado usalama wako ni mdogo, bado usalama wako ni mdogo kijana. Hata kama umezini sana, hata kama umeroga sana, bado usalama wako ni mdogo. Hata kama umeroga sana, umeagua sana, ni mganga kutegemewa sana, kongwa unategemewa sana, lakini bado usalama wako ni mdogo. Usalama wako ni mdogo. Utaingia kwenye dini yako nzuri sawa, lakini bado usalama wako ni mdogo. Utaabudu kwa Mungu unempenda, unemwona ni mzuri, lakini bado usalama wako ni mdogo, kwa sababu utaingia kwa Mungu, bado roho ya dhambi iko ndani yako. Utaingia na utatoa sadaka, roho ya dhambi bado iko ndani yako. Utasimama mpaka madhabahuni kuimba kwenye dini yako, na wewe ni nzuri, lakini bado usalama wako ni mdogo, kwa sababu wewe mwenyewe roho yako inakushuhudia ya kwamba unaimba lakini bado unazini, ya kwamba unaimba lakini bado unaroga, ya kwamba unaimba lakini bado wewe ni wizi, ya kwamba unaimba lakini bado wewe ni mrefu. Roho yako inakushuhudia kabisa, hata kama sura ya nje kaonekana kukataa, lakini roho yako inakuambia wewe ni mchawi, wewe jana umeroga. Hata kama sura yako ukaivarisha vizuri ikapendeza, lakini bado roho yako inakwambia wewe bado ni mzinzi, wewe bado ni mlevi tu. Maana yake bado unategemewa kulipwa mshahara wa dhambi ambao ni mauti. Kwa hiyo usijitanganye kwamba na dini nzuri, dini yangu
yangu ina jengo zuri, mimi naabudia mlimani, ukajidanganya kwamba mimi naabudu ndama, naabudu ng'ombe, ama naabudu chini ya mti, ukajidanganya kwamba uko salama. Hauko salama, hauko salama mwanamke, hauko salama. Utaenda Jumapili utaabudu, utaenda Ijumaa utaabudu, utaenda Alhamisi utaabudu, Jumamosi utaabudu, lakini bado roho yako inakushuhudia wewe ni mzinzi, wewe ni mchawi, na umejaribu kuacha umeshindwa, na umejaribu kujitahidi kuacha uwezi. Nakwambia hivi, hauwezi kuacha dhambi kama haujampata Kristo katika maisha yako. Kama Yesu Kristo ataingia ndani ya moyo wako, utaingia, utasali, utaongoza ibada, utatoa sadaka, utachinja na kafara, utafanya vyote, lakini bado dhambi iko pale pale, bado na mshahara wake uko pale pale, mauti iko pale pale, kifo kiko pale pale. Hata kama utoa kafara ya ng'ombe ya kutosha, bado hukumu inakusubiri, bado unangojewa na kifo kiko mbele yako. Lakini neno la Mungu linasema iko heri kwa wamchao Bwana, waombao Bwana ni kimbilio lao, waombao Kristo ni mwokozi wa maisha yao, waombao Kristo ni Bwana katika maisha yao, wao ambao Yesu Kristo ni Bwana, vijana ambao Yesu Kristo ni mwokozi, wamama ambao Yesu Kristo ni mwokozi, wamama ambao Yesu Kristo ni mwokozi. Ipo heri kwao, 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 ipo heri, ipo heri. Haleluya, ipo heri, maana watamwabudu Mungu wakiwa wamesamehewa dhambi, watamwabudu Mungu wakiwa wameponywa magonjwa, watamwabudu Mungu wakiwa tumaini la maisha ya milele, watamwabudu Mungu wakiwa na uhakika wa maisha ya hapa duniani na maisha ya baadaye. Watamwabudu Mungu mioyo yao imejaa furaha, watamwabudu Mungu mioyo yao imejaa raha. Ndio maana tarehe hii unaona vijana wa Mungu waliokombolewa na Yesu Kristo wanaposhangilia, ambao hawaoni aibu, wanawafurahia Mungu kwa sababu mioyo yao, ndani yao ni matumaini la maisha ya milele, ndani yao Mwokozi ameweka huru. Haleluya, 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 haleluya. Hakuna faida ya kuabudu kwenye hiyo dini unayoijua wewe na huyo Mungu unayemwamini wewe. Hakuna faida ya kumwabudu huyo Mungu kama huyo Mungu ameshindwa kukuondolea dhambi kwenye maisha yako. Hakuna faida, haipo faida ya kumwabudu Mungu hata kama ni saa 8 za usiku, na huyo Mungu ameshindwa kukwambia ama kukusaidia uache dhambi ya ulezi, uache dhambi ya uzinzi, uache dhambi ya kuroga. Kama huyo Mungu ameshindwa kukusaidia, unamwabudu wa nini? Haleluya, 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 haleluya. Na kuonea huruma wewe ambaye Yesu Kristo hautaki, habari zake zinapolewa namna hii, unatamani kuziba masikio hata usisikie habari zake. Pengine hata unatema mate kwa habari za Yesu Kristo, unatema mate, hautaki Yesu, unamchukia Yesu. Hata ukisikia leo hii anahubiriwa, unatamani hata hao watu bora waondoke, lakini chukia huyo ambaye unamkataa. Ndiye ametusaidia sisi, ndiye ametuhurumia, ndiye ametuponya magonjwa, ndiye ametuokoa, ndiye ametusamehe dhambi. Hiyo sio nzuri, ni Bwana Mungu hai aliyetupenda. Sikia nikwambie habari hii. Kuna mama mmoja alikuwa ameenda kidogo, alikuwa amezeka kidogo, lakini yule mama
akiwa amefundishwa kuagua mifupa kwa dawa za kienyeji vijijini kwetu kule. Yeye alikuwa dini yake fulani nzuri sana na anaipenda sana, lakini alikuwa ni mganga wa kuagua mifupa. Alikuwa akisikia habari kama hizo tunazihubiri, anapita pembeni kabisa kama kule, hataki kusikia, hataki kabisa. Alikuwa na jeuri ya kutosha, alikuwa na jeuri kubwa kama ulionayo wewe. Jeuri yake ilikuwa ni kama ulionayo wewe. Unaposikia habari hizi unachukia, hautaki hata kusogea. Na yeye alikuwa hivyo hivyo. Siku moja Jumapili kama kesho, alikuwa ameenda sokoni ama kwenye mnada kama huu. Ni huko kwetu. Kwenye mnada kama huu. Ameenda na mjukuu wake. Kaenda kununua udaga. Yeye na mjukuu wake. Wakati wanarudi, wako njiani, ilitokea baiskeli. Na hata ilikuwa na spidi baiskeli, ikawa imemgonga. Alianguka kishindo kikubwa. Akaanza kutoka damu puani na povu. Wakati wanamfikisha zahanati, akawa amefariki. Akawa ameondoka. Akawa amekufa kabisa. Maana yake ni nini? Usalama wako ni mdogo kama humtaki Yesu na humtaki awe Bwana katika maisha yako. Usalama wako ni mdogo sana. Usalama wako ni mdogo sana. Ni mdogo sana. Lakini kama unataka usalama, njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Hata kama unanuka damu za watu, njoo kwa Yesu. Hata kama unanuka damu za watu, hata kama macho pake yanaonekana na rangi nyekundu kama damu, njoo kwa Yesu. Hata kama unanuka pombe, pia wangu kikonyani, njoo kwa Yesu. Hata kama umenuka zinaa, njoo kwa Yesu. Hata kama umeroga mpaka watu wanakuchukia mtaani, njoo kwa Yesu. Hata kama umeshindikana, njoo kwa Yesu. Yeye anakupenda. Yeye sana mtaani. Ikisha kusanya vyuma chakavu, wengine wanaita scraper, vyuma chakavu. Wakisha vikusanya, wanavipeleka kiwandani. Kisha kiwandani, nilikuwa na sufuria limetoboka, na wewe umeshalitupa. Ni chuma kimetoboka, kijiko kitumiki umetupa. Kisha fika kiwandani, vinayeyushwa. Kisha yeyushwa, inatengenezwa vyombo vingine vipya kutoka kwenye vyuma chakavu. Haleluya! Hii ndio kazi ya mwana wa Yesu Kristo. Anachukua waliochakaa, wanaonuka dhambi, wanaonuka zinaa, wanaonuka ulevi, wanaonuka uchawi. Akisha wasogeza, ataweta kwake, anawasogeza kwenye kiwanda chake. Anayeyusha roho yao, anawayeyusha nafsi yao, anawayeyusha, anawafinyanga tena upya. Wanakuwa ni vijana wapya, wanawake wapya. Hata kama ulikuwa umekataliwa, unakuwa mtu mpya kabisa. Tunasubiri ni kuja kwa Yesu. Njoo kwa Yesu hivyo hivyo, ili akutengeneze, ili akufanye upya, akufanye chombo kipya, ili uwe mshahara wa dhambi auondoe kwenye maisha yako. Mshahara wa dhambi auondoe kwenye maisha yako. Usife kifo cha malipo ya dhambi, ufe kifo ambacho kimeandikwa na Mungu. Haleluya, haleluya. Usiuawe kwa magonjwa ya zinaa wakati Yesu yupo. Usife umeenda kuroga wakati Yesu yupo. Usife kwa sababu ya mapombe yako wakati Yesu yupo. Kwa nini uwe na pombe? Kwa nini uwe na wachawi? Kwa nini ufe umeenda kuroga mwanamke? Na baridi hii ilipo sasa hivi, usiku mko naruka na ungo uchi, anapigwa. Kwa nini upigwe baridi huko usiku wa manane angani?
Wakati Yesu yupo, kwa nini uteseke? Wakati Yesu yupo, saa hii inakubalika. Yesu anakuita kijana, anakuita mwanaume, uje kwake ili akutengeneze. Amoga watu, umekosa heshima, unajishia tu maisha yako, unaishi tu imani siku ziende. Hapana, hapana. Njoo upate heshima jioni ya leo. Njoo upate heshima jioni ya leo. Njoo upate uzima jioni ya leo. Njoo upate usalama jioni ya leo. Njoo upate afya jioni ya leo. Njoo upate uzima jioni ya leo. Ili mshahara wa dhambi maishani mwako Mungu auondoe. Yale magonjwa ya kufisha ya dhambi ayaondoe. Aiondoe TB kwenye maisha yako. Aondoe hata ukimwi kwenye maisha yako. Aondoe kansa kwenye maisha yako. Maana mnafikiri wengine wanaumwa kansa eti kwa sababu ni mabadiliko ya kibiolojia kwenye mwili wake. Hapana. Wengine wamepigwa kansa za kichawi. Wengine wamepigwa TB za kichawi kwa sababu walikuwa wanatembea na mume wa mtu yule mke mwenza ama yule mke yule baba kamwendea kwa mganga, kamtundika kipigo kizito kabisa. Kapigwa kansa ya titi. Wanapima hawaelewi. Kumbe kapigwa kachinji ule nzito sana. Kapigwa kimbora kizito sana. Na wewe usalama wako utaupata wapi? Maana madaktari hawataweza. Utaenda hospitali watakata titi, lakini bado utaendelea kupata tatizo. Ni bora na ni heri ukajiambia nafsini mwako, ukajisemesha rohoni mwako ya kwamba nimekuwa na dini yangu nzuri haijanisaidia. Nimekuwa na viongozi wangu wazuri wa dini hawajanisaidia. Nimekuwa na mke wangu hajanisaidia. Nimekuwa na mume wangu hajanisaidia. Nimekuwa na wazazi wangu hawajanisaidia. Nateseka peke yangu. Wao wapo lakini hawanisaidii. Ni heri mimi mwenyewe niamue niende kwa huyu Yesu Kristo. Hata kama watanisema vibaya ndugu zangu, hata kama watanitenga, lakini mimi nimekuwa salama. Hata kama watanichukia, mimi nimekuwa salama. Hata kama wataniona nisifai, lakini mimi nimekuwa salama. Nimekuwa salama. Njoo kwa Yesu. Hata kama dini yako ikupenge, hata kama viongozi wako wa dini wakupenge, hata kama wakuu wako wakupenge, lakini roho yako imekuwa salama. Imekuwa salama. Dhambi sikutese tena. Dhambi sikutumikisha tena. Ni heri ukamwendea Yesu ili uwe salama. Wewe uliye mnadani huko, dereva bodaboda, wauzaji wote, ni heri mkamfuata Yesu ili muwe salama, kwa sababu hawara yako hatakusaidia. Kama uliye naye hatakusaidia, hao nao waagua wateja wako hawatakusaidia ukipandanishwa. Hao nao watumaini hawatakusaidia ukikamatika. Ukikamatika hawatake kusaidia. Ni bora uje kwa Yesu ambaye yeye anakuhakikishia usalama, maana uko naye. Hata kama wakikukataa, yeye anakukumbatia. Maana yeye ni baba yako, yeye ni Mungu kwako. Atakufariji, atakuponya, atakusaidia, atakuimarisha, atakufanya uwe imara. Haleluya. Zako wengine ni heri jioni ya leo, mkazi wa Kongwa, wiki hii imekuja kwa ajili yako, ili maisha yako yaliyochakaa miaka mingi, yaliyokuwa thamani miaka mingi, ili wiki hii Yesu Kristo akupe heshima ya maisha yako, akupe heshima ya ubinti wako, akupe heshima ya umama wako, akupe heshima ya ubaba wako, akupe heshima katika maisha yako. Haleluya. Hapo acha dhambi jioni ya leo. Mshahara wake ni mauti. Acha dhambi leo.
maana utakufa. Magonjwa yanayoletwa na dhambi yatakuua. Utauawa na magonjwa yanayosababishwa na dhambi. Ni bora uje kwa Yesu akupe usalama na uzima katika maisha yako. Yeye umtake Yesu Kristo na nguvu zake ili uwe salama, ili uwe salama. Ndugu zangu, dhambi ni mbaya. Umebeba furushi zito, furushi limekuwa kuwa limekulemea, limekulemea furushi la dhambi. Hata kurudi nyumbani, narudi nyumbani umechelewa kwa sababu ya furushi la dhambi kwenye maisha yako. Yaani kiasi kwamba kama dhambi tungekuwa tunaziona hivi, hata kama angeta greda nisingeweza kunyanyua uzito wa hizo dhambi kwenye moyo wako, kwa sababu ni furushi kubwa la mateso yasababishwa na dhambi, mpaka mwenyewe unajikatia tamaa. Unajiona kwamba mimi ujana wangu utaishia wapi, umama wangu utaishia wapi, uzee wangu utaishia wapi, nitaificha wapi sura yangu, nitaficha wapi maisha yangu kwa dhambi hizi zote? Mpaka mwingine unawaza, je, nikifa watakuja kunizika kweli? Si wataogopa kuja kunizika kwa sababu mimi nimeua watu wengi sana, nimeua watoto wa watu wengi sana, wananijua mimi ni mchawi, wananijua mimi ni jambazi. Roho yako inakuhukumu na kushtaki. Leo njoo kwa Yesu akuondolee hiyo dhambi, aing'oe hiyo dhambi, ili roho yako iwe na amani, ili roho yako iwe na salama, ili maisha yako yapate amani. Haleluya! Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako hapo ulipo. Roho ya dhambi haiwezi kaondolewa na dini yako. Kafara huko unachinja kondoo, unachinja mbuzi, unatoa kafara huko ili kuwazindika watoto wako, ili kuzindika familia yako. Unaenda milimani, unatoa kafara ili uzindike familia yako, lakini bado inarogwa. Unaizindika lakini bado unateseka. Leo njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Naomba mkamate jirani yako mkono, mshike jirani yako tu mkono, mshike jirani yako mkono wote mpaka huko nyuma, mshike jirani yako mkono, mshike jirani yako mkono mpaka kule nyuma, mshike jirani yako, alafu njoo naye mpaka hapa mbele ya kameramani hapa, njoo naye mpaka hapa mbele ya kameramani hapa, njoo naye rafiki yako mpaka hapa mbele. Na wewe uliyeko sokoni,